Nikukaribishe ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu katika chaneli pendwa, chaneli ambayo inazungumzia maudhui mazuri sana. Nikusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Nakukaribisha siku ya leo tena tumekutana katika chaneli yangu pendwa kabisa ambayo inazungumzia maudhui yanayohusu Mungu na uchumi. Kama nilivyoeleza kwamba chaneli itazungumzia habari za uchumi na habari za Mungu. Leo tunaangalia mahusiano yaliyopo kati ya Mungu pamoja na uchumi. Kwa siku ya leo tunaenda kuzungumzia kipengele kinachohusu au mada inayohusu tabia ya Mungu katika uchumi. Tabia ya Mungu katika uchumi. Tukisoma katika kitabu kitakatifu, Biblia takatifu, katika kitabu cha Zaburi sura ya 24 mstari ule wa kwanza. Kitabu cha Zaburi sura ile ya 24 aya ya kwanza, neno la Mungu linasema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Tukiangalia kwamba haya yote ambayo tunayaona katika dunia hii, kila kitu tunachokiona katika dunia hii, iwe mali zako, uwe uhai wako, chochote tunachokiona ni mali ya Bwana. Wewe mwenyewe neno nimesema kwamba na wote wakao ndani yake. Kuna watu wanajihesabia haki kwamba wao wanaweza, lakini Mungu anasema na wewe ni mali yake. Sasa kwa msingi huo sasa, au kwa muktadha huo, tunaona kwamba katika uchumi Mungu anaangalia mambo makuu katika tabia alionayo kuhusiana na uchumi. Katika tabia ya Mungu katika uchumi, utaona kuna vipengele ambavyo Mungu anaviangalia ili aweze kuona kwamba je, uchumi wako unaendana na tabia ya Mungu au uchumi wako unaenda kinyume na tabia ya Mungu. Tunaweza tukayapitia ukaangalia uchumi wako una tabia ipi na Mungu ana tabia zipi. Tabia ya Mungu katika uchumi, pointi ya kwanza, Mungu ni mmiliki. Mungu kwanza ni mmiliki. Kwa hiyo Mungu, wewe kama unafanya biashara au kama wewe unahitaji kuwa mchumi mkubwa lakini hauna tabia ya kumiliki vitu, maana yake wewe uko kinyume na tabia ya Mungu. Kwa vyote vile, kama hauwezi kumiliki vitu, unatapanya, hata siku moja usitegemee kupiga hatua kimaisha. Pointi nyingine ya pili ambayo Mungu anaizingatia katika uchumi ni Mungu ni mwenye haki na anachukia dhuluma. Kama wewe unahitaji kuwa mchumi, mfanyabiashara mkubwa, mtu anayemiliki vitu vingi, unataka kuwa tajiri, lakini wewe unadhulumu watu unawadhulumu za mali zao, badala ya mtu kumtendea haki, umeenda kununua bidhaa, umetoa pesa. Baada ya kutoa pesa ukagundua kwamba yule mwenye duka au mwenye bidhaa ile amekata hela kidogo kuliko ile ambayo umempa, na wewe ukaondoka kwamba nimepata faida, au amepiga hesabu akaona kwamba bidhaa uliyoichukua ina thamani ndogo kuliko uhalisia wa bidhaa ile, na wewe ukakubali kwa sababu labda amekosea kujumlisha, na wewe usije kama au kuzidisha, na wewe usimwambie kwamba ndugu yangu au rafiki yangu, umekosea, ilikuwa hii hapa na sio hii, na ukaondoka huko unajua kabisa ni dhahiri kwamba umedhulumu, ni dhahiri shahiri kwamba umedhulumu. Kwa hiyo Mungu hatokutendea haki katika uchumi wako. Kingine, Mungu ni mtoa riziki. Mungu ni mtoa riziki. Our God is provider. Our God is provider.
riziki yoyote unayoipata katika maisha yako, amini kwamba ni Mungu anayekupatia. Sasa wewe ukienenda katika maisha yako ukajua kwamba mimi ndiye nitajiwezesha kupata riziki, ujue kwamba uchumi wako lazima utayumba. Uhai ulionao ujue kwamba Mungu ndiye anayekuwezesha. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaweza tukaona vipengele hivyo vitatu. Mungu ni mmiliki katika maisha. Lazima unapopambana kuwa mchumi mkubwa, lazima ujifunze kumiliki. Tabia ya Mungu lazima uwe mmiliki. Na pointi ya pili ambayo Mungu anaiangalia kwako unapotaka kuwa mjasiriamali mkubwa, anaangalia Mungu ni mwenye haki na anachukia dhuluma. Usidhulumu mtu, usitake kumfilisi mtu, chukua haki yako kama ilivyo. Lakini kipengele cha tatu ni Mungu ni mtoa riziki. Lazima uamini kwamba riziki nilionayo katika maisha yangu ni Mungu ameniwezesha. Mungu ndiye ameniwezesha kupata hichi nilicho nacho. Kwa hiyo ndugu zangu, nimalizie vipengele vingine au pointi zingine 6 au nondo 6 ambazo zitakusaidia katika maisha ili kuzijua tabia za Mungu au kujua tabia ya Mungu katika uchumi. Zingatia hiki ambacho Mungu anathibitisha katika utendaji wake juu ya maisha yako. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukijue kwamba Mungu anahakikisha wewe unakipata, cha kwanza ni haki. Lazima haki yako uipate. Lazima haki itendeke kwa watu. Kama haki haipo, Mungu atajitenga na wewe katika utafutaji wako. Kingine ni kazi. Lazima ufanye kazi. Lazima uwe na kazi. Usipokuwa na kazi, Mungu hapendezwi. Lazima uwe na kazi katika maisha yako ya kila siku. Nyingine tena Mungu anachozingatia ni uwajibikaji. Una kazi, je, unawajibika katika kazi yako unayoifanya? Lazima angalie, ili uweze kupata haki, lazima uweze kuwajibika na kazi yako. Utakuta mtu ni mtumishi wa serikali, akienda kazini ni kukaa tu. Ni dhahiri kwamba hauwezi ukawa pamoja na Mungu. Lakini ukiwajibika, ujue uko pamoja na Mungu na utafanikiwa katika kazi yako. Kingine ni huruma. Lazima uwe na huruma. Unapoona watu wahitaji, unapoona mtu anahitaji huduma za kijamii, wewe ndiye unayetakiwa kumpa hiyo huduma. Hebu mpe huduma hiyo. Uwe na huruma. Mtu anapoteseka, amekwambia shida yake, hebu msaidie, na wewe utazipata baraka kwa Mungu. Pointi nyingine ni nidhamu. Lazima uwe na nidhamu katika kazi yako. Kuna watu hawana nidhamu katika kazi zao. Anakwepa ila asifanye kazi vile ambavyo inatakikana au inatakiwa kufanyika. Fanya kazi kama vile ambavyo umepangwa kuifanya. Uwe na nidhamu ya kazi. Na ya mwisho ambayo ya kukusaidia ndugu msikilizaji wangu ni ustawi wa pamoja. Lazima uwe na ustawi wa pamoja. Uko katika shirika, uko serikali, uko katika ofisi, uwe na ushirikiano na wenzako. Usije ukafikiri kwamba unaweza kufanya vitu vyako peke yako. Lazima uwe na ushirikiano. Hayo ndio mambo yatakayokusaidia ndugu yangu kupiga hatua kutoka hatua moja kwenda nyingine. Ukiwa una Mungu, lazima hizo tabia uwe nazo. Na ukishakuwa na tabia hizo za kimungu, lazima upige hatua katika uchumi wako. Nipende kukuaga kwa siku ya leo. Siku nyingine tutakutana tukiwa wazima. Uwe makini na ufuatilie, ufollow channel yangu ya Vincent Wellington. Utaweza kujifunza yaliyo mengi sana, utafaidi sana. Ufollow channel yangu, ucomment na ulike. Unaruhusiwa kuuliza maswali, unaruhusiwa kusema chochote, ushauri, chochote ambacho unaona kinafaa. Uliza maswali na mimi niko tayari kukujibu. Asanteni, nikutakie jioni njema.